Kanali Iman Elman ndiye afisa mwanamke mwenye cheo cha juu zaidi katika jeshi la Somalia. Amevunja ukuta uliowazuia wanawake wengi kuamini kuwa wanaweza kuvaa sare za kijeshi na kulitumikia taifa lao. Akiwa afisa mwenye umri mdogo zaidi na mwanamke wa kwanza kuongoza idara kubwa ndani ya jeshi la taifa la Somalia, Iman amekuwa alama ya ujasiri. Kwa zaidi ya miaka 15, hijabu yake chini ya sare ya jeshi imebeba ujumbe mmoja: mwanamke anaweza kuongoza, kulinda na kutumikia nchi yake. Lakini mafanikio hayo hayajakuja kwa urahisi. Mwaka 2011, akiwa na umri wa miaka 19, alifanya uamuzi uliowashangaza wengi. Licha ya kukulia nchini Canada baada ya familia yake kukimbia vita akiwa mtoto, na licha ya kuwa na fursa ya kujenga maisha na hata kujiunga na jeshi la Canada, Iman alikataa njia hiyo. Badala yake alichagua kurejea Somalia, nchi iliyokuwa bado ikikumbwa na vita, ugaidi na changamoto kubwa za kiusalama, ili kuvaa sare ya jeshi la taifa la Somalia na kulitumikia taifa alilozaliwa. Wakati huo idadi ya wanawake ilikuwa ndogo jeshini. Changamoto yake ya kwanza haikuwa vitani, bali kuthibitisha kuwa mwanamke anastahili kuvaa sare za kijeshi. Wakati wa mafunzo, alipewa suruali 2 na kuambiwa azishone ziwe sketi, ishara kwamba wanawake hawakutarajiwa kuwa mstari wa mbele. Lakini hakurudi nyuma. Baadaye alihudumu katika operesheni ngumu dhidi ya Al-Shabaab, mara nyingi akiwa mwanamke pekee miongoni mwa mamia ya wanajeshi wanaume. Kwa udhubutu, nidhamu na uwezo wake, alibadilisha mtizamo wa waliomtilia shaka. Nguvu yake ilitokana pia na historia ya familia yake. Akiwa na umri wa miaka 5, baba yake, mwanaharakati wa amani Elman, aliuawa mjini Mogadishu wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kabla ya kuuawa, alikuwa akihamasisha watoto kuacha vita kupitia kauli mbiu yake maarufu, acha bunduki, chukua kalamu. Wengi walidhani ndoto hiyo ingekufa pamoja naye, lakini haikufa. Mama yake Fatun Adan aliendeleza kazi hiyo kwa kutetea haki za wanawake na kusaidia waathirika wa migogoro. Iman naye aliamua kuendeleza urithi huo kwa njia tofauti, kwa kuvaa sare ya kijeshi, huku akiendelea kuamini katika amani. Leo hii anaongoza idara ya uratibu wa mahusiano kati ya jeshi na raia ndani ya jeshi la taifa la Somalia. Zaidi ya cheo chake, amekuwa chanzo cha matumaini kwa mamia ya wanawake wa Somalia waliochagua kuingia katika jeshi na sekta nyingine za usalama, akithibitisha kuwa wanawake si waathirika wa migogoro pekee, bali pia walinzi wa taifa, viongozi wa amani na wavunja historia. Iman alirejea katika nchi ambayo baba yake alifia akiitumikia. Alibeba uchungu wa familia yake na kuugeuza kuwa nguvu. Kama alivyowahi kusema, kulitumikia jeshi na kujenga amani ndiyo njia yangu ya kuirudishia Somalia kile ambacho imenipa. Na akimkumbuka baba yake alisema, ninajivunia kuwa binti yako na nina matumaini ya kuendeleza jina lako pamoja na urithi uliojenga.